Duchu, unajua mpaka sasa hivi ndo naika usiku. Mimi tayari nishavua shati. Maana yake nimeshajiandaa kwa ajili ya mapambano. Sasa mpaka sasa hivi umevaa nguo zako za shule hizo uniform. Si uchojue mama tufanye uondoke na umesema una haraka. Yaani wewe haujui hata kuwa romantic. Yaani nimefika tu tufanye. Alafu kingine nimekuja tu hapa kwa sababu umenipetipeti njoo. Lakini mimi nataka tufanye haraka niwahi nyumbani. Maana mjomba sasa hivi simuelewi. Ananifuatilia ukucha mpaka unywele. Kumbe hiyo ni kwa romantic. Sasa ungesema Shalkani hapa. Asa unaniuliza mimi nani na kati hapa ni kwako nikuulize wewe? Wewe vipi tena? Kwa nini kuna ubaya kuja kwako? Sasa sijakataa umenimisi. Hata mimi nimekumisi sana. Lakini unapokuja hapa, toa kwanza taarifa. Unaniambia mimi unaniandaa kisaikolojia kwamba kuna mtu anakuja. Niandae mazingira niweke sawa. Kwa sababu mimi namba zangu wewe unazo na mimi muda wote napatikana. Kwa unatuma kwanza message bwana anakuja. Au kama message hauna unanipigia, kama saliwa hauna unanibipu. Bwana anakuja hapo mimi sasa hivi nisubiri. Aya, hebu imagine mfano hujanikuta sasa nyumbani. Toa taarifa kwanza kabla ya kuja bwana. Taarifa? Yaani mimi kwa mpenzi wangu utoe taarifa? Kwa kweli. Mbona umebadilika sana wewe? Alafu hebu kwa jamaa tuongee ndani tuongee vizuri. Ila issue ni kwamba mndani kupo rough sana. Alafu unavoniona hapa ni mguu wa kutoka. Nilikuwa najiandaa ndio nimtekasi yangu. Kwa hiyo hata ile swala lako la kunimisi haliwezi kufanyika sasa hivi. Labda uende urudi. Alafu mimi siwezi kuruhusu ukaingia ndani kupo rough, kupo vibaya, sijatandika, sijafanya usafi. Usije kaona mimi si husband material, sifai kuwa mume wako. Kwa hiyo ndio maana sitaki kuruhusu ukaingia ndani. Uje baadaye. Wewe alifanya mjanja. Baadaye utamtafuta. Kidochokacha shule huyo kwa sababu ya mambo ya kikubwa. Raha utamu. Unasikia sasa Kidocho? Hapa cha kufanya ungeenda tu. Uitogo shengianzi. Kuna kipengele kimetokea hapo sasa. Acha ni confused tayari. Wewe waito nyumbani kwanza. Siku nyingine ukiwa unaniita uwe na uhakika na mambo yako. Kidochokacha shule huyo kwa sababu ya mambo ya kikubwa. Mwalimu, kichwa hapa ni wito. Japo na pressure, sijui kimetokea nini katika vitu ambavyo sipendi. Yaani wito wa shuleni, kwa sababu najua wito huwa jambo moja tu, mtoto anapokuwa mtukutu au mtoto kakosea. Sasa wewe ndio unaweza kunishusha hii pressure. Wito wenu unahusiana na nini? Wito mtoto kesha haribu mazingira au kuna namna nyingine? Kwanza ni kuondoa shaka. Wito wetu hauhusiani na ukorofi wa binti yako wala tabia za hovyo. Wito wetu unahusiana na masuala kadhaa ya shule ambayo tumejaribu kumwelekeza binti yako ili aweze kufikishia, lakini hatukuwa tunapata feedback zozote. Kwa mfano hivi juzi aliweza kuishiwa na lini, kwa tumempa barua ya kuweza kufikishia na ili uweze kutatua changamoto, lakini hatukuweza kupata feedback yoyote. Sio hilo tu, kuna fedha za ulinzi, lakini fedha za vitu mbalimbali ambazo tumekuwa tukimpa barua kwa ajili ya kufikishia mzazi, lakini hatukuweza kupata feedback kama namna ambavyo nimetangulia kuzungumza. Sasa sisi kama walimu na uongozi wa shule tukakaa tukaona bora tukutumie barua ya wito ili tuweze kujua ni changamoto gani ambayo anakumbana nao. Je, afikishi hizo barua, lakini pia kama anafikisha, kama mzazi huo unachukuliaje ama unazipokeaje? Maana hatupate mrejesho wote kuhusiana naye. Msamahani mwalimu. Kwa hiyo unataka kuniambia wito huu ilikuwa ni hilo tu na si lingine? Wewe mtoto sio kafirika na nini? Sijui anakumbwa na nini. Unajua namna ninavyomuona sasa hivi ananipa pressure. Kwa hata wito ulinipa mashaka kidogo. Sasa kuniambia kwamba unatuma barua sana kwa ajili ya kunifikishia mambo ya shule na yeye
hazileti hapa, wananipa mashaka. Kitu gani kinachomwogopesha asilete hizo taarifa? Je, kuna mambo mabaya ambayo anayafanya? Kama mzazi lazima niwe na hofu nalo, lakini ukweli mwalimu, hizo barua hajawahi kunifikisha hata siku moja, wala taarifa zozote zinazohusiana na mambo ya shule. Sasa ndo naogopa, yani kuna tatizo gani hapa? Kwa nini hazileti? Hapa ndo nakuwa na mashaka nalo, lakini sidhani kama itakuwa kiasi kubwa. Nilichokuwa nakiomba mimi mwalimu, kitu kimoja, tujaribu kupeana mawasiliano baina yangu na yako ili kuweka sawa inapotokea tatizo kuhusu shule. Si vibaya, nadhani, sijui kama nitakuwa nakosea, tuwasiliane, uniambie mimi nimalize. Hata hili pia nitajitahidi kuweka kwenye akaunti ya shule ili lakini mtoto ananichanganya sana. Kuhusiana na tabia, hilo halina shida. Tabia zake ni safi kabisa, yani ni mwanafunzi mwenye tabia nzuri, na moja kati ya wanafunzi ambao tunajivunia sana kuwepo nao hapa shule, sababu anaelekezwa, anafundishwa na anafundishika. Kwa hiyo tulipongeze sisi walimu, lakini pia tukupongeze nawe mzazi wake pia. Sio nyani, hata angekuwa kidudu mtu. Sikiliza, huyo mshamba wako yupo. Mshamba gani unamzungumzia wewe? Umeona basha wako akiwaki huyo amejichanganya kwenye 18 zangu. Sasa mpe taarifa. Yaani uwaya aliokanyaga ni wa umeme 3 face afu yuko peko. Yaani nitamfanya kitu cheupe saa 6 mchana, nitamnyo kisusio. Yaani kajizingua, afu kajizingua sana. Anajizima data mbele yangu mimi. Mimi ndo chizi ndiye saulika mirembe na geti ninaingia na kutoka. Sasa sikiliza nikwambie. Akija mwambie watu wamekuja na Kigoma hapa wanataka kufunga mziki. Kwani shida nini? Maana umekuja unapayuka tu. Yule ananichanganya, wewe unanichanganya, mimi sijui kinachoendelea. Unataka nini? Wadai, ikukuangalia kwanza na kuona kama ni zoga. Naweza nikakuharibia siku dakika 0 hapa. Wajichenge na nikaendelee kupumzika. Ila ligi za wanaume mwanamke hawezi ingia hata robo. Naweza nikakuharibu, yani nikakuharibu vibaya kwa hasira ndio kuja nao hapa. Sasa sikiliza, mshamba wako akija, wewe mwambie alikuja muuni chuga hapa, anakuulizia, akakwambia nataka kuja kufunga muziki, afu ataelewa. Nikipata ya kula na saka ya kodi, baba mwenye nyumba akichonga na kata makofi. Sawa, nitakutafuta. Unayajua mimi, ukileta gyoka mbele yangu nakata kilimi. Kiduchu yo, kiduchu, basi mtongoze. Kiduchu yo, kiduchu, basi mtongoze. Kimini jo, mbaya yo, mbaya yo, basi mtongoze. Unachana business card. Unajua natumia nguvu ngapi kuzitengeneza business card? Mimi namba ya mlevi kama wewe naipeleka wapi? Mtu unanesa nesa kama kitenesi. Mimi nataka nikufundishe somo zuri la biology. About photosynthesis, about adolescence stage is a transition between a childhood and adulthood. Nataka nikufundishe about puberty, vitu vingi, na hivyo vitu ili nikufundishe lazima nikupe namba. Sasa kuna ubaya gani mimi kuwa na namba yako? Kuna ubaya gani wewe kuchukua namba yangu ili isaidie matatizo yako? Wewe unajua nini kuhusu shule? Ungekuwa unajua kuhusu shule ungekuwa unaelewa saizi hapa. Wewe hujawahi kuona walimu walevi, tena walimu wengi wa biology, mathematics, walevi, wazee watungi na muhimu. Alafu unaenda kutoa matilio. Sasa sikia. Mwenye nyumba akichonga na kata makofi. Maisha yangu nayajua mimi, ukileta gyoka mbele yangu nakata. Tuone hapo kama unaweza kuchana chana nikupe biti ili urapu kabisa. I'm here for you because I need you.
kiduchu basi mtongoze. Wapi tena? Yaani nilikuwa nakufuata huko kijiweni kwako. Kuna nini? Ametoka Chuga hapa, amekuja kuongea mbovu vipi? Chuga kaja hapa? Kaja hapa. Vipi, kuna chochote kakwambia? Hakuna alichoniambia, ila maneno yake ambayo anaongea ni ya kujificha ficha. Kwani kuna nini ambacho kinaendelea kati yenu? Nisikilize mchumba wangu. Ujue Chuga sasa hivi kama mtu mbaya sana. Chuga ana michezo ambayo hata mimi mwenyewe nikifikiria sio wa kunifanyia. Chuga sasa hivi akikushika bega tu kuna vitu vinapotea. Vipi, wewe haja kushika kokote? Hapana, hajanishika. Mshukuru sana Mungu. Sikia sasa, hapa hamna tena kwenda huko. Rudi ndani. Shoga yangu, yaani basi nimekuona. Unajua mguu ulikuwa kuja kwako Kuna nini tena? Unajua nilienda kwa Chadi mwenzio. Nakwambia nafika pale nampigia hodi, Chadi wa kunitolea nje mimi. Naambia tuingie ndani babangu tuongee. Anakwambia hivi ana haraka, maana ndani kuchafu, yaani mambo mengi. Shoga yangu nawe, kama amekwambia anataka kutoka, wenda anataka kutoka kweli. Yule ni mtoto wa kiume. Wenda anaenda kwenye mihangaiko yake, anaenda kutafuta hela. Sasa kama amekwambia hivyo kwamba anataka kutoka, basi muelewe. Yaani shoga yangu unachukulia mambo ya kirahisi. Yaani mimi Chadi namjua yule, yaani hakuwa vile kabisa. Yaani imekuwa ghafla sana. Yaani hata kuingia ndani tu. Sasa tuseme ana harakati kuingia ndani mara moja. Yaani ambaye mume wangu umekumisi. Sasa fikiria, maisha yanabadilika. Sasa hivi yule yuko busy sana na kutafuta hela. Na sio zile hela anatafuta ale peke yake, anatafuta hela ale na wewe. Mbona zamani mlikuwa mnaishi vizuri? Mbona zamani ulikuwa unaenda, baby nimekumisi, mnaingia ndani, mnafanya hivi, lakini siku akikwambia kwamba mimi leo niko busy au leo nina dharura, wewe muelewe. Hata kama shoga yangu. Ila saa mguu unavyoona ulikuwa unakuja kwako nje nikwambia unipe ushauri. Sasa naona ushauri wenyewe nishaupata. Naomba tu nirudi nilipotoka. Alafu nikitaka kusahau. Unaziona hizi sare? Hizi sare ndio shughuli ile ya mama Anifa kesho kutwa. Ndio amezileta hizi sare. Kwa hiyo inabidi ukachukue. Mimi ameniambia mama Anifa ukimwona huko Wini, mwambie aje kuchukua hizi sare. Mimi nimechukua hizi, naona inabidi baadaye ukajifuate. Na mambo yangu na hizo sare zenu, tanisamee shoga yangu. Naomba niende. Kilichokata shule huyo kwa sababu ya mambo ya kikubwa. Shemeji huyo? Shemeji unataka uninyime nini bwana? Unaweza ukaniita Duribi au mzee wa Totos. Unajua kiduchu wewe vitu vyangu kabisa. Sasa mimi sitaki kuongea sana. Ngoja. Au nikuazime mate? Nadhani 3 hapa inakufaa. Mimi hela ya nini? Sija kuomba wala sijahitaji. Ya nini? Ingekuwa dukani unatoa hela unasema nataka unga, nataka mchele, nataka mafuta. Lakini unatoa hela usemi. Unataka nini? Yaani umesikia? Hii nilikopo nakupa ya kutolea. 3,000 wa kutolea afu baadaye na kutumia 100,000. Ila nisiongee sana. Kula 20,000. Chuyo kiduchu basi mtongoze. Kiduchu yo kiduchu basi mtongoze. Kimini